kama ni fadhila, shukrani ya na nishangaa. Naomba unipe hilo panga. Wewe, hilo panga linakutia ujeuri, naomba unipatie. Wama hayatu dunia ila matahuruni. Fanya unayofanya ili tutakufa. Mwisho wetu ni hapa chini ya riziki. Kwa maovu yako, machafu yote unayofanya hana mantiki yote. Ipo siku katika mwisho. Siku unasemaje? Hata kama nitakufa lakini mpaka utangulie wewe. Naliomba hilo panga, Sureji. Sikupi. Unipe? Sikupi. Unipi? Sikupi. Hivi wewe unijui vizuri eh? Hujanijua kama mimi ndio bintawa, hujanijua bado. Sasa ngoja nikuonyeshe. Naomba hilo panga. Sikupi. Unasemaje? Unipe? Mimi ndo Sureji. Tafsiri yangu, jina langu tafsiri yangu, kama hujui basi ni jua. Kama unaweza kuloga jua liloge basi. Mimi ni jua, ni nuru, mimi nawaka. Unipe? Kumbe wewe mimi bado hujanijua vizuri. Mimi ndio Bimtawa. Na mimi ndo Sureji. Lazima nitakuonyesha. Njoo lichukue. Nipe hilo panga. Siri, njoo chukue. Nipe hilo panga, Sureji. Chukua kama unaweza ile panga. Sureji. Panga chukua. Hilo utaona. Njoo chukue. Njoo chukue. Nimekwambia nipe hilo panga. Nitakufyekelea. Raha sana. Ujiulizi limefikaje mikononi kwangu? Sasa ndio mwisho wako wa maisha. Umenipata vizuri? Limefikaje kwangu? Sasa Sureji umekwisha, habari zako ndio mwisho sasa. Pumbavu. Mario. Shangazi. Hebu njoo. Hebu njoo mara moja. Njoo hapa. Hivi, shangazi yupo huko, shangazi yako nyumbani? Ndiyo yupo. Yaani hapa mpaka nimechanganyikiwa, yaani hapa afadhali. Mbona nashindwa kukuelewa? Mnanichanganya akili yangu. Kwani kuna kitu gani kinachoendelea? Yaani kuja nyumbani kule. Tulikuwa tunazungumza ila ghafla simu ikawa imeita. Ya taarifa ya msiba. Umeona? Tulikuwa tumeachana mbio. Kama unavyomjua shangazi yako mzito, mimi nikawa nimemwacha. Mimi mbio ni wahi. Umeona? Sasa kufika, yaani kufika njiani, kabla sijafika nyumbani, kabla sijafika kwenye tukio nakutana na Bimtawa. Namwambia bwana umepata taarifa hizi kwamba kuna msiba. Akaniambia wapi? Kifupi kwamba nani ndugu yetu Mariamu amefariki. Akaniambia hapana, mbona mzima amemwacha nyumbani? Sasa mimi nashindwa hata kuelewa hizo taarifa, yani kwamba hapa mwenyewe nataka nitoke hapa nikafuatilie hizo taarifa. Kwamba nani amempa taarifa hiyo kwamba aliyenipigia simu mpaka kusema msiba. Sasa ndo nilikuwa natoka hapa nije nyumbani, nije nimwambie kwamba aendelee tu na mambo yako, shangazi yako mwambie aendelee na mambo yako ili asiwaze kuhusu msiba. Basi sawa, mimi nitamfikishia taarifa. Wewe nenda tukamwambie kwamba ule msiba hamna, kuna wametuongopea tu. Haya, haina shida. Sawa, mambo mengine mwambie tu nitaenda kuongea mwenyewe, sawa? Nitamtafuta nitamwambia. Hivi watu mjini huko wameona kufa kama kitu cha masiala. Kufanya ndugu nzushia mwenzio kweli? Makubwa. Binadamu wanao kumbe nyoka si watu wamejaa ulaghai, awe ndugu au rafiki, wote
unafiki kikulacho kindani. Usilipe baya. Sote tuko chini ya jua. Usifasi upewe zile fadhila njema. Fadhila. Ulipolemba au unataka fadhila. Sema lingine. Nataka Nendo hivyo sawa wote laka. Magomba kidogo. Sasa mdogo wangu, kuna kitu nataka kunisaidia kidogo. Kuna sehemu nataka niwahi. Nilikuwa nataka unipigie pale nyumbani hii pesa hii. Naomba kanichukulie wale dagaa wa Mwanza wa buku, mafuta 500, chakula 500, unga kilo 1 na nimebakia nichukulie viungo. Utajiongeza tu. Dagaa 1000 na nini? Mafuta 500, unga kilo 1, hiyo nyingine nichukulie viungo. Jiongeze tu viungo vya mboga. Mfuko. Nadhani hapo chenji tabaki utachukua. Usio kwamba hela chonde. Si unamjua vizuri yule? Yeye namjua, siwezi kumpa. Akili zake ni chetu, ashachetuliwa yule. Unaweza kumpa hiyo hela kaenda kunywea. Lengo langu mimi nikirudi nikute chakula. Umeelewa? Kitu kingine mdogo wangu, nilikuwa nataka kumsaidia kitu kimoja. Najua unaweza. Sawa. Nilikuwa nataka ujue. Nilikuwa nataka utiende pale, kuna kitu nataka nichukulie pale nyumbani kwa Bimtawa. Bimtawa? Hapana. Siwezi kwenda kwa Bimtawa mimi. Siwezi kwenda kwa Bimtawa. Hapana. Sikiliza Mengi. Shida iko wapi? Sikiliza basi. Shika hii buku ya vocha. Chukua kwanza. Wewe nenda mdogo wangu. Nifanyie mpango uende pale. Sasa hizi ukienda bibi huwezi kumkuta. Sababu bibi midai anakuwa yupo kiguna njia hiyo. Ukienda midai huwezi kumkuta. Sasa kaka, kwa mfano nimeenda mimi kwa papa nimekutana naye, nimekutana naye. Mimi nitamfanya nini? Nitamfanya nini? Mimi sina dawa yoyote hapa, labda nitajipaka tu nikifika pale anaweza asinione. Nikienda pale nafika naye ndo yupo nyumbani kwake. Nitasema nini? Kitu ambacho hujajua sasa nikwambie. Usilolijua ni sawa na sikuagiza. Pia kitu kingine, mimi na bibi kuna mkanganyiko kidogo umetokea. Bibi yangu unaweza unamjua vizuri, sifa zake unazijua. Ndio maana unakataa kwenda. Simaanishi kwamba nakupeleka kwenye mdomo wa mamba. Ila sasa kuna vita kubwa baina mimi na bibi yangu na yule mdogo wangu Mariana. Sio hata pacha wake amemteka yule mdogo wangu Mariam. Kamteka na yupo naye pale anaishi naye. Nani asomjua kama ni mshirikina au mchawi? Sasa basi, mimi lengo la kuagiza wewe, mimi naenda kwa mganga, kwa mtaalamu. Maana nimechoka na mauzi yake na mambo yake. Hivyo basi, ninavyoenda kule kwa mtaalamu, mimi nitaongea naye 1 2 3 kwamba kuna kijana nimemwagiza pale kwa bibi, naomba ufanye juu chini kijana asionekane na hutaonekana, hutazurika kwa chochote. Isitoshe, mida hii bibi hayupo, maana nikiguna njia yule. Kwa hata ukienda sasa hivi hawezi kukukuta pale, sawa? Sawa. Nisikilize nikwambie. Wataalamu wa sasa hivi kaka, hawaaminiki hata siku moja. Ni waongo. Unaweza kaenda kwa huyo mtaalamu mwenyewe akafanya hivyo vitu vyake vikawa 00001. Hasa mimi nikaenda pale kwa mfano huyo mtaalamu hajafanya kitu chochote. Sasa hivi wataalamu hivi ni waongo. Nimeenda pale nikaonekana. We. Hawezi. Hapana. Na Mengi. Hawezi kukuona. Naomba nisaidie basi katika hapo Wewe sikia. Nenda pale kwa bibi, ingia, maana fungo yake yule huwa afungi mlango. Kwa hiyo mlango utakuta tukausindika. Ingia mle ndani. Kuna panga utakaoliona lina mpini ndo lenyewe jeusi hivi. Kwanza mimi siwezi kwenda kwa Bimtawa. Kwa sababu ile mjukuu wake yule kwanza ananidai. Sawa. Kuna vitu tu nikakutana naye aliniagiza vitu vyake, vitu vyenyewe ananiambia nikamnunulie kwa hela yangu mimi. Kaniagiza sijamkosea chochote, ananiambia tu nenda kanunue vitu fulani. Unavyomjua jinsi alivyo. Kaniagiza, sina hela yoyote. Hapo yenyewe ndo unanipa buku. Sasa buku naenda kufanya nini? Ungenipa hata 2000 basi nikapata chance ya kwenda kununua hata hivyo vitu. Nikanunua nikapeleka kidogo, ningekuwa kuna chance kidogo fulani. Shika hapo. Ukanunua hivyo vitu anavyokudai wa Mariam. Lakini huwezi kumkuta sababu Mariam hayupo kasafiri. Ila shika hii. Sikia, wewe nenda, ingia mle ndani, chukua panga malina mpini, uje nalo, utakapoenda kuchukua hivyo vitu, kumpelekea Mariana nyumbani. Watu wanauana. Umpitishe nalo panga nikute, sawa ndugu wangu? Amani hakuna. Sababu fadhila. Mama, unafikiria nini? Mpaka sasa hivi haonekani, nyumbani hayupo na leo ni siku yake kutolewa posa. Nafikiria nini kuhusu mamangu? Yaani unavyoniona mwanangu, nimechoka akili hadi roho kuhusu Dina anavyonichanganya. Dina huyu
Ninaona mamangu yeye hata hujachoka. Watu leo wanakuja na leo ndo siku yake kutolewa posa. Hayupo nyumbani. Kwenye simu hapatikani. Tunafanyaje mamangu? Si aibu hii. Yaani wala usijali mwanangu. Tutaipeleka hivyo hivyo, Mungu atatusaidia, itakwisha salama. Mama. Si tukatia aibu. Tutaipeleka hivyo hivyo kivipi yani mamangu? Ndio utaona, hauniamini? Utaona. Haya. Tuacheni na haya ya Dina bwana. Vipi lile jambo nilokueleza mwanangu? Naona kimya tu. Hebu angalia muonekano wako mwanangu wewe. Unakaa kizembe tu hivi. Wewe nilikwambia mambo mawili. Vipi? Takujibu usijali, kuwa na amani. Takujibu mamangu. Yaani mtoto mzuri namna hiyo, unavutia. Unakaa kizembe. Mali unataka zikukimbie zile. Uache wenzao wachukue kweli? Mama, sikia nikwambie mama. Najua kuwa mamangu umetuzaa watoto wako mashallah wazuri, tunavutia, tunapendeza, lakini naahidi kwamba sitakuangusha juu ya hili mamangu. Sawa? Najua mama kweli uliniahidi vitu tuvifanye. Na mimi na imani kwamba tutavifanya kwa usahihi sana. Basi unakumbuka nilikupa mambo mawili? Basi nijibu hata moja hivi nijiridhishe. Kweli mama najua. Umenipa maswala mawili. Moja kumweka ndondocha mume wangu ama uawe kabisa. Lakini mama haya maswala ni mazito mno. Siwezi kupa jibu hivi haraka mamangu. Naomba unipe muda. Nipe muda mama. Naomba unipe siku 2 tu nitakupa jibu. Siku 2 nyingi sana. Kama kumuoa haiwezekani, basi tumweke hata ndondocha. Mweke ndondocha mwanangu. Si unajua mimi nilivyokuwa mkubwa kwenye kile chama? Sawa mamangu, nimekuelewa. Lakini kwenye swala la kumuoa mama haitowezekana. Bora basi tumfanye hata ndondocha. Ndio hivyo, changamka mwanangu. Tumweke ndondocha. Kwa hiyo mama, ukifanya hivyo watu hawatojua wala majirani hawatojua chochote. Yaani kuwa na amani. Kwanza unaweza ukaona na wasifanye chochote. Si unajua mimi nilivyokuwa mkubwa? Shwari. Unaniahidi kweli kabisa watu hawatojua. Yaani kuwa na amani. Tena wala usijali. Ngoja tuende ndani nikakuonyeshe makombora. Wako ndani. Kuwa na amani. Watu yaona mama. Wala hata wewe mama hivi kujua mtu yoyote. Hata mwanangu ndio nipate. Baza karibu. Mwenyewe mnuga. Unafikiri nanyoa sasa? Penyewe nilikuwa nazuga tu ili watu waondoke, si unajua. Blaza. Waondoke vipi tena umenielezea vitu vibao hapo umekaa kwenye kiti muda wote blaza. Hapa blaza unanikosesha hela mimi sasa hivi. Usijali. Hata hivyo kuna kazi nataka nikupe. Nilikuwa natafuta nafasi ya kuongea na wewe tu. Kuna kazi nataka nikupe. Na hiyo kazi inaweza kukupa kipato kuliko ungeninyoa. Blaza, kazi gani hiyo mbona nini ukipata? Festo. Bwana mke wangu hapa sasa hivi sijui yuko wapi. Toka asubuhi hayupo. Sijui mahali yupo. Kila nikipiga simu inatumika muda wote. Lakini nikijaribu kupiga kupitia namba nyingine inaita lakini hapokei. Huyu atakuwa ameniweka blacklist. Huyu atakuwa ameniblock. Nachotaka unisaidie mwanangu. Unajua na watu wengi tofauti. Unajuana na vijana wengi ambao wanaweza kawa na mambo ya kihuni fulani hivi. Unaona bana? Nataka nikupe kazi. Peleleza. Ujue mke wangu anatoka na mwanaume gani? Sablaza. Yaani sijakuelewa, hebu rudie kwanza. Nipeleleze vipi yani? Unajua siku zote tunaambiwa kuwa mwanamke ana uwezo wa kuishi na mwanaume asiyempenda ili tu kumkomoa yule mwanaume aliyempenda zamani kakataliwa. Ndoa yangu mimi hakuna siyejua hapa mtaani. Bwana nataka nisaidie. Nataka uanze kupeleleza. Ujue mke wangu anatoka na kijana yupi? Ujue mke wangu anatoka na mwanaume yupi? Mbona sielewi, mimi simwamini, mimi siamini, mimi sielewi. Sawa basi. Shauri. Umeniandalia bei gani? Sasa kweli hapo nataka ningee bei gani?
Blaza mimi 20 tu hapo. 20 kusema kweli umeniumiza. Utakumenikandamiza. Blaza, najua nafunga ofisi hapa kwa ajili yako ili ufanye kazi yako kwa haraka zaidi. Naelewa. Bana acha nikupe shilingi 10,000. Na blaza. Suleji. Mambo vipi? Bana sikiliza. Poa, fanya hiyo kazi basi. Nitaongea hiyo 20. Poa brother. Poa. Suleji. Ndio unaelekea kwa yule mganga? Vipi, umefika mbali? Nilikuwa nataka tuongozane bana, mwenyewe nilikuwa natamani kwenda huko. Sasa sikia, umefika mbali kwani? Twende wote, mwenyewe na shida zangu, nilikuwa nataka kwenda kwa mganga. Sawa. Asikia Suleji. Umefika mbali? Basi wewe tangulia, nitakukuta huko. Baadaye nitakukuta huko. Yaani sitochukua muda, naenda nyumbani, najiandaa, najimwagia maji na kuja. Halo. Nikwambie kitu gani? Kwa umefurahi kwa matatizo uliyonisababishia, si ndio? Kwani wewe kitu gani? Dula, siamini kama ni rafiki mpumbavu na mjinga kama wewe, ambao umesababisha matatizo ambayo sikuyategemea kabisa kwenye maisha yangu. Kwa umefurahi sasa. Unielewe kitu gani? Ameshakufa mtoto wa watu. Na mimi simjui wala sijai hata kumuona sehemu yoyote tofauti na kukutana naye siku ile kukutana naye. Sasa mimi naenda wapi sasa hivi? Amekufa. Nilikuwa pale hospitali nakwambiaje? Mtoto watu amezidiwa. Mimi mwenyewe nimebidi nitoroke tu pale, nimechomoka nichukue vitu vyangu niondoke zangu. Hapa naenda zangu kijijini. Sielewi maisha mjini naishije. Hebu Dula nisikilize. Mwili mimi sitaki kujua masuala mbili. Nimeacha pale pale. Kila kitu nimekiacha pale pale. Mimi simjui wala sijeko, yani ndugu yake hata mmoja mimi simfahamu. Hasa mambo ya mwili unaniuliza mimi nini? Mimi naondoka zangu bwana. Dakika mbili. Nisikilize Dula. Siwezi kukuamini kwa mara ya pili. Uniletee maskari hapa au? Dakika mbili zipo, unataka uniletee maskari? Nishakwambia sijui chochote kuhusu mwili wake wala sitaki kujua chochote. Unataka uniletee maskari hapa nyumbani nikamate ndio utafurahi zaidi, si ndio? Mimi sio mpumbavu kukuamini kwa mara ya pili. Sawa? Naenda kijijini kwa sababu ya matatizo uliyonisababishia, lakini nitarudi mjini kwa sababu yako. Nakwambiaje, siwezi kufanya upumbavu kusikiza tena, niache. Amani hakuna sababu fadhila. Fadhila. Hapa nikaingia ndani. Mudasi! Viatu vipo. Ni hayupo. Mtoto jamani. Kaka, mbona hauko sawa? Niko sawa mbona? Hapana, kwa jinsi mimi ninavyokujua wewe kaka yangu, unaona hauko sawa.
Johan, nashukuru kwanza kulitambua hilo. Ni kweli siko sawa. Ya dunia tu mdogo wangu ananieleza. Dunia mimi inanieleza sana. Mimi sili kwa raha nikaona chakula kama ni kitamu. Silali usingizi nikaona kama ni mtamu. Na hata siishi hivi kwa raha. Nimekuwa ni mtu kutapatapa na mahangaiko tu. Hiyo yote ni bibi yangu kabisa mzaa baba ndo ananifanyia hivi. Sili kwa raha mimi, silali kwa raha mimi. Ni mtu wa kuhangaika tu. Hata hivi ninavyokuambia mpaka nimefikia stage mimi kutaka kwenda kwa wataalamu, kwa waganga. Yote kupata utatuzi na msaada. Pole kaka. Nashukuru sana. Asante. Hii ni darubini. Popote ulipo lazima tuitanasa. Hivi nikuulize, ulifikiri umekata kichwa changu? Ulikata kimvuli baba. Ulikata kimvuli. Alafu asante sana kwa huo mdomo wako mchafu. Wa kuweza kuniambia data zote yani. Labda tu nikwambie, kama maziwa yangu haya yaliweza kukaa kwenye kifua changu bila kugundikwa, bila kubandikwa na akakaa tu, muda mwingine hadi naweza nikainama. Na akakaa tu, ndipo nilipoamini ya kwamba naweza nikaishikilia maisha yangu na hakuna mtu yoyote wa kunipokonya. Watu wamekosa fadhila, watu wanalia fadhila, ndoa zinalia fadhila, watu wanauana sababu ya kukosa fadhila, amani hakuna sababu fadhila. Yeah.